na imambia bona somro biri twende ba yama sesene na bwo n'ichinga kikiri kinde tokogenda sebiro bye Biblia mabona mango cha kweboria na tugateba bune nsoko TV ni otokunya tokwiranirya wetera ase aba pastor baito abo bakunyara bagutura batotebya nga ningi keria tuganiri tokole na bwo ngakia tuganiri twabwatia Biblia kuri ne mambia bona no bari gaiga gabara ukwania tumaucha komoro birito bwebiro bye Biblia. Karibu sana tweti. Asante mwana Yesu abakwe mbiya mole mwensi asimorige tiko ruchingo ngonya chiense tiganya sae wembe ganda basenie mbiya mona soko torigereria na inde tiganya sae atare asemambia abona koringana liya asamba gimaito mbiya mono karibu sana Pastor Moses. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya usubuhi, na mimi mko salama. Nami pia niko salama asubuhi ya leo, na wakaribisha katika siku hii na wakati kama huu ili mimi nawe tukabarikiwe na neno la Mungu na sauti ya Mungu kupitia kujibu maswali yenu, na Mungu awabariki. Asante sana. Leo sijasikia kusema abangina nabagaka. Mosese niwe mbuya muno. Abangina nabagaka. Abasacha vosi, abanyina, abana, abasai, abana, abandu vosi. Asante sana. Amen. Tulisema hautamaliza wiki 5 kama hujajua kisi vizuri. Amen. Karibu sana, unaweza katuombea tuweze kuanza. Asante. Reka tusave. Mwenyezi Mungu, jina lako lipewe sifa, limidiwe. Nasema ni asante asubuhi ya leo kwa mapenzi yako Bwana. Tumekusanyika hapa kama watoto wako na watumishi wako Bwana. Tunapoenda Bwana kuanza kipindi hiki Bwana, tunalika uwepo wako Bwana. Maswali yote ambayo tutaweza kuulizwa Bwana, wacha Bwana ukaweze kutupatia neema na kibali ya kuyajibu sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Asante sana. Na tunakukaribisha abarigeria twabariganira nande nechinga kichicho kolenta moboli na bogwa kesimi ochasi namba chistera 0788666307 8 mara kabere 6 mara 5 na tirinere namba yomwera bekorwa korwa gose ujumbe nabo igoye mambia bono kotebyanga nabo kunyara kugwa kesimi wetera sena mbeyo no turasomtanda ito YouTube nabo kunyara ko gusangana itwe etonyare togosuka mutwamo kolende togochaka bena moboli na mange mwara boliri eki aitetenyo te baswete tare ukwanire goro ya family life bakabole amaswali yorite naro rogoteba bakanara metwe timaitu sena chete agasabwo kwabira timaitiara lakini ndo manchito morigeri ankagitenga kero twabete togosanga igoro ye chiama te gose family kaitenkwa nyarete okwemanya kurene naro kuboliga iganga how can I know God's purpose for my life. Kwanza unaweza katuambia purpose ni nini ndiposa uweze kujibu swali. Neno purpose na mimi kwa Kiswahili inamaanisha malengo. Malengo. Sasa swali inauliza mtu atajuaje malengo ya Mungu juu ya maisha yake? Malengo ya Mungu kwanza ni jambo la maana sana. Maana Mungu amekuweka kwa hii ulimwengu na malengo na kisababu. Haujazaliwa tu ukae. Anasema kwamba maana najua mipango ninayo juu yenu, mipango mema wala si mabaya, ya kuwapa matumaini na amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Mungu ako na mipango mema juu ya kila mmoja wetu, na mipango hii anataka yakatimie maishani mwako. Unajua Mungu labda amekuwekea jambo fulani, hiyo jambo itakapotimia ndio sasa atakuita nyumbani. Kwa hivyo wewe kama Mkristo ama wewe kama mwanadamu unafaa uombe sana ukajue malengo ya Mungu kwako katika maisha haya. Na ili ukaweze kujua malengo ya Mungu, jambo la kwanza ni kumtii. Ukitii Mungu ndipo utaweza kujua malengo yake. Biblia inasema katika Zaburi
37 mstari wa 4, Biblia inasema nawe utajifurahisha kwa Bwana, yani delight yourself in the Lord, naye atakupa haja za moyo wako, and he will give you the desires of your heart. Bwana Yesu asifiwe. So if we don't delight ourselves in the Lord, there's no way we will be able to know the purposes of the Lord regarding us. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukitaka kujua malengo ya Mungu, kwanza kabisa umtii. Kujifurahisha katika Bwana ni kumtii. Unapendezwa na neno lake na njia zake na mambo yake. Katika hali hiyo Mungu hata anakufurahia na anaanza kukupatia ufunuo hata wa maisha yako. I usually say that the more we obey God, the more he will reveal himself to us. Jinsi unazidi kumtii Mungu, ndivyo utazidi kujua mengi kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo malengo ya Mungu inapatikana kwa kumtii sauti ya Mungu. The more you obey, the more you will know. Yeah. So kila mtu ako na purpose kwa maisha yake. Kabisa. Haujazaliwa ati tu bure. Kama Mungu ana lengo na wewe, angeruhusu uzaliwe. Hiyo purpose inakuwa different kwa kila binadamu. Yangu inaweza kuwa tofauti ni yako. Ndio kuna mahali mmoja nilikuwa nahubiri nikisema my grace is not your grace. Sure. Kwa hivyo lengo ya Mungu kwangu na kwako ni tofauti. Yeah, lakini yote zaidi ya yote lengo ya Mungu kwa maisha ya mtu ni ili mwishowe yeye arudishiwe sifa na utukufu. Hata kama ni tofauti, lakini mwishowe zaidi ya yote utukufu itamrudia yeye. Asante sana. I think Daniel umeweza kusikiza hiyo. Labda umeweza kujibiwa, na nikirudi kwa Baswiti. Last time kuna mmoja aliwahi uliza juu ya dhambi. Ni kwa nini Mungu anaruhusu watu wanapitia magumu? Kuna wale ambao wanafanya dhambi na kuna wale ambao hawafanyi dhambi, lakini wapata wengi wao ambao wanamwamini Mungu ndio wanapitia challenges mingi. Yani mwanchito murigeria akobolibolia ngani kikekogera abantu bali bamwegene to Mungu muno na ubagwetera makongo kaite Pastor Baswiti nande abakunyaraga kwirorera libolire ntwanya tutokwirani, lakini nande sauri kwa boliri kana ndo nanyaraga kwiranirwa. Baswiti, karibu. Asante sana msikilizaji na mtazamaji popote ulipo. Kitu ya kwanza ningesema nile kama vile nilisema, dhambi ziko na majaribu hayana puti kuja kwa maisha ya Mkristo. Na wakati unauliza swali kwa nini Mungu aruhusu haya yatokee, kitu ya kwanza nile ya kwamba the devil does not fight an empty vessel. Kwa sababu sisi wakati ambapo umemtekelea Mungu ama Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, umeanza vita kinyume na shetani ama muovu. Na wakati ambao umeokoka, ujue ya kwamba ukitaka kujua kwanza umeokoka, niseme hivyo, ni wakati ambapo unapata majaribu. Na haya majaribu yako na faida kubwa katika maisha ya Mkristo. Kwa hivyo ukiuliza kwa nini tuyapitie, number one, this majaribu yanakuja to refine us. To refine us means kwa sababu dhahabu si dhahabu tena isipopita kwenye moto. Kwa hivyo wakati jaribu nakuja kama vile James, wacha nisome Yakobo 1:2 nasema, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So majaribu yanapokuja yanatengeneza mtu, kwa sababu kuna wakati unaomba Mungu, namwambia Mungu nipe uvumilivu na uvumilivu wa kungoja, wa kuvumilia, ni kuachilia jaribu lolote ambalo litaonyesha ama litakuweka wewe kuwa mvumilivu. Kwa hivyo count it all joy, furahia katika Bwana tunapopitia majaribu aina mbalimbali, maana majaribu yakija yanatufundisha kuwa wavumilivu, kwa sababu provided tuko na lengo, kwa sababu tuko katika safari.
na uko na lengo na kuna mahali tunaelekea. Kwa hivyo hakuna jaribu ambalo litakuja lisuie mapenzi ya Mungu kwetu. Kwa hivyo ni vema wakati jaribu linakuja, na nikajibu wakati ule ambapo tulisoma ya kwamba majaribu yaliachiliwa kwa wana wa Israeli katika kitabu cha Deuteronomy chapter 8. Kwa sababu ya nini? Number 1, to humble us. Wakati jaribu linakuja kwetu kutunyenyekesha. Na wakati linatunyenyekesha, number 2, to test us whether will we stand on the promises of God. Tutasimama kwenye pengo kumwamini Mungu hata katika majaribu. Na another thing, knowing that jaribu linapokuja na pia lina mlango wa kutoka. Kwa sababu hakuna jaribu ambalo linakuja kwa maisha ya mwanadamu kama unapitia ambalo halina mwisho. Hilo ndilo nataka kumalizia hapo nikisema ya kwamba Korinto wa kwanza 10:13 inasema ya kwamba hakuna jaribu ambalo limempata mwenye haki ambalo si la kawaida. Ni la kawaida kwa kila mwanadamu, lakini Mungu ni mwaminifu. Kupitia lile jaribu anatengeneza na mlango wa kutoka. Kwa hivyo kila jaribu linaloingia katika maisha ya mwanadamu, kila jaribu unalolipata, uwe Mkristo, uwe unaomba, ukienda kanisani, ujue jaribu halina puti kuja, lakini Mungu ni mwaminifu, atatengeneza mlango wa kutoka katika hilo jaribu. Hata kama ni chungu, utatoka hapo. Asante. Asante sana. Na kuna mwingine naona anaulizia Jani Rodiuko anaulizia, utajuaje Mungu ameweza kusamehe dhambi zako? Asante. Kitu ya kwanza katika in salvation, katika wokovu, kwa sababu sisi ukimpokea Kristo Yesu umekuwa mwanae, tuko na 3 tenses. Na hii 3 tenses ni past tense, present tense and future tense. Mimi si msomi sana, lakini tuko na kitu inaitwa justification. Hiyo ndio tutaanzia. Justification, it is the time ile ambao we were declared justice, hata kama tu kwa wenye haki. Wakati ambapo Kristo Yesu aliposulubiwa msalabani, akasema ya kwamba yote yamekwisha. Dhambi zetu zikaangikwa msalabani pamoja naye, tukasamehewa. Kama vile ulivyo hivyo Mkristo, mtu ambaye unanitazama wewe umeuliza, ujue ya kwamba number 1, you have been forgiven by God. Kwa sababu deni lako la dhambi lilipwa msalabani. Haya makosa tunayoyatenda siku kwa siku ingine, kwa sababu hatuwezi kuwa wakamilifu. Ndio maana Biblia inasema all have sinned and come short of the glory of God. Hiyo ni Romans chapter 3:23 ama 6:23. Zote tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kwa sababu zote tumetenda dhambi, tuko na upungufu, lakini ujue ya kwamba tumesamehewa kwa damu ya Yesu msalabani. Number 2 ni ile ya kwamba tuko na kitu inaitwa purification. Purification is the process whereby day by day tunaenda mbele za Bwana ukimwambia ya kwamba God, Mungu wangu, nimekosea dhambi, nimekosa, nimefanya maovu, nisamehe. Tunaoshwa kwa damu yake Kristo Yesu, ambao Waibrania 4 inasema, ukisoma kuanzia 10 ukiendelea, inasema ya kwamba let us now approach the throne of grace that we may find mercy. We may find mercy, yani tukapate kukaribia kiti cha rehema cha Bwana ili tukapate msamaha wa dhambi. Kwa hivyo sisi, kwa sababu yeye is the high priest ambaye aliyapitia yote Kristo Yesu, akapitia majaribu, akateswa, akatukanwa, alikuwa hapa duniani, anajua yale tunapitia. Biblia inasema ya kwamba atatusamehe wakati tutaenda kwake. Kwa hivyo we have been forgiven not by anything but by the grace of God. You are forgiven and you are free. Amen. Thank you. You are forgiven and you are free. In Jesus' name. Amen. Na mwingine anaulizia, nauliza how can I hear God's voice? Nitasikiaje sauti ya Mungu? Swali mzuri sana. Kwanza naamini ni tamanio la kila mwanadamu akapate kusikia sauti ya Mungu. Sure. So njia ya kwanza ya kusikia sauti ya Mungu ni kupitia maombi. Kuna ile wimbo ambayo inasema sijui inasema ya kwanza njia za kwenda mbinguni. Pia mbili. Ni moja yao ya kusikia sauti ya Mungu. Ni maombi. Kwa hizo njia mbili za kwenda mbinguni. Njia mbili.
Hiyo wimbo ni kama nimeisahau, lakini endelea kwanza ndo Basweti atatuambia. Lakini njia moja ya kusikia sauti ya Mungu ni kupitia maombi. Tunapoomba Mungu nena. Biblia inasema niite nami itika. Nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa hivyo njia moja kusikia sauti ya Mungu, kitaka Mungu aitike, ni kupitia maombi. Jambo lingine ni kutembea na Mungu. Tembea na Mungu. Nikitembea na wewe nitasikia sauti yako. Lakini nikikuacha mahali na mimi niende nikuonyeshe vile mimi najua kutembea haraka, sitasikia sauti yako. Watu watasikia sauti yako ni wale wenye nitakuwa nimewaacha na wewe. Si ni kweli? Kwa hivyo kutembea na Mungu pia utasikia sauti ya Mungu. Lakini kuna wale pia wanatembea na Mungu lakini pia hawasikii sauti ya Mungu. Kwa mfano, Yesu wakati moja alikuwa akisafiri juu ya bahari kwenye chombo. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuwa amelala. Unaona, na mawimbi yakaja. Wanafunzi wake na wakamwamsha, wakamwambia, Bwana, kwani haujali ya kwamba sisi tunaenda kuzama? Bwana Yesu asifiwe. Hao watu walisafiri na Yesu lakini hawakuwa wananena na Yesu, waliacha Yesu alale. Na wakati Yesu alikuwa amelala usingizi, hakunena na wao. Unajua mtu wakati amelala hawezi zungumza na wewe. Lakini wakati waliona wako kwa shida, ndio walimuita Yesu, wakasikia sauti ya Yesu akinena na bahari akiambia amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna uwezekano unaweza kuwa unatembea na Yesu lakini usikii sauti ya Yesu. Kwa sababu hauneni na Yesu. Yesu hata kama mnatembea na yeye anataka unene na yeye. Kama mimi na wewe tukitembea tu lakini hatuongei, nitasikia sauti yako kweli? La. Siwezi jua, si ndio? Kwa hivyo hata Mungu anataka hivyo. Katika hii fellowship inataka pia kukue na communication. Ndio unasikianga hata kwa ndoa kuzungumza ni kitu ya maana. Communication is very much important. Na maisha ya Ukristo ni kama ndoa. Tumeolewa na Kristo. We are in a relationship with the Lord. So in this relationship, communication is very much vital. Kwa hivyo uombe na utembee na Yesu na pia unene na Yesu. Unamsifu ukitembea naye, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mtakatifu. Hakuna aliye kama wewe. Unajua hata ukisifu mtu ukitembea na yeye, anafurahi na kusema koshua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nitasema hayo kwa leo. Asante sana. Labda basi tunaweza ongezea ama tuende swali ya pili? Swali lilikuwa ni jinsi gani nitajua God's voice. Kusikia sauti ya Bwana. Unajua hiyo ni kama vile mtumishi wa Mungu ameeleza, ni vizuri sana. Kitu ningeongezea kabisa, unajua wakati ambapo unataka kusikia sauti ya Bwana, soma neno la Mungu. Neno la Mungu. Kwa sababu the word of God is God himself speaking to us. Wakati ambapo unaomba kama vile umesema, mtumishi amesema umeomba, wakati ambapo umetembea na Mungu kama Enoko alitembea na Mungu na maisha yake yakabadilika. Sasa soma neno la Mungu majibu. Kwa sababu wakati wote tunaenda sana tunamueleza Mungu katika maombi. Tunaomba, unaweza omba uwe kanisani, unaomba miaka yote, lakini kama usomi neno la Mungu, usikie Mungu anakusema nini na wewe, ili utembee pamoja naye venye anataka, pia kuna shida. Kwa hivyo reading the word of God consistently, systematically, si kama storybook, unasoma pole pole, Mungu unena. Na pia unena kupitia ndoto. Wakati mwingine unaweza lala, Mungu akuzungumzie jambo ila lenye litatendeka ama lenye lilitendeka akakutoa mahali pale. Wacha nifikie hapo. Amen. Na kwa sababu umesema kusoma Bible, naona Wayne Line anajiita Wayne Line kutoka Nyantara, anasema, by the way, how are we supposed to read the Bible? So the Bible is very simple. Number one, wakati ambapo umefungua Biblia, kitu ya kwanza tunaangalia ni context. Context ni ile ya kwamba usiingie ukaangalie kifungu moja tu ukaanza kutembea nayo.
Kwa sababu kuna watu ukimuuliza unasikia ya kwamba Jesus wept. Hiyo ndio mtu anajua. Lakini ukimuuliza alilia nini, ana hiyo maana ajui. Ana hiyo. So context ni ile ya kwamba wakati unataka kusoma Biblia vizuri. Wewe answer kama wewe ni mtu ambaye hujasomea Biblia, wewe you are not a theologian, ni mtu Mkristo wa kanisa, anza kusema ya kwamba kila siku nitasoma chapter moja. Unasema nitaanzia kitabu cha Mathayo. Wewe usiharakize sana, masiku ni mingi, utaishi dunia. Uko na miaka 100. Kwa hivyo anza Matthew chapter 1. Hata kama inaongea vitu ambavyo haina maana kwako, soma polepole uangalie hii historia ilianza aje, Yesu alizaliwa aje, na ile machina aliitwa, malaika alisema nini. Unasoma polepole, ukimaliza chapter 1, omba, ambia Mungu nahitaji ufunuo zaidi, enda zako. Kesho kuja chapter 2. Utasoma Biblia polepole ukielewa na kujua, lakini unaambia Roho Mtakatifu nifunulie, na Mungu hawezi akakuacha. Kwa sababu Basweti yenyewe inaweza kuwa ngumu kwa watu wengine, aswa mtazamaji ambaye unapata kila taitu usome Biblia akwe boringe tabu kingo soma ngagi ngogenda sebuko kusemo ndata itego saba togo tebekero gusaba kwara some kibungu konyoranga nige ko ba kongu asomonto ndorwa tabono mwegenwa asomonto ndibwensi akwe bolya no yena asabire kingo chikosoma Biblia, lakini ukonyoranga abange tibero bere tinga kitabu kibago chikosoma. Asante. Nataka nisaidie mtu hapa. Kwa sababu hii Biblia iko na mambo tofauti. Number 1, kama unataka kuomba, enda katika vitabu ya Zaburi. Soma vitabu za Zaburi, anzia Zaburi yeyote, uombe kulingana na Zaburi hiyo. Hata kama hujui kuomba, fungua Zaburi fulani, omba vile inasema. Wakati ambapo unataka hekima ya kuishi na watu, soma kitabu cha Proverbs. Enda Proverbs, usoma hapo. Ukiona kwamba kwa kijiji wewe ndio sumbufu, unataka kuishi na watu vizuri, soma Proverbs. Ukitaka kujua maisha ya Injili, kama vile Kristo alikuja, akatembea, alifanya nini, miujiza alitenda, soma gospel books. Kutoka Matthew to kutoka Matthew mpaka the John. Soma hizo vitabu. Ukitaka kujua jinsi Mungu aliumba dunia na nchi, unasoma kitabu cha Genesis. Usome jinsi ya ndoa, vitu kama hizo. So unapata ya kwamba ukijua hayo mambo utaingia. Ukitaka mambo ya kiunabii, anza kuenda katika kitabu cha Isaiah, Jeremiah, uende Major Prophets, ukisikia maunabii yenye unataka. Ukitaka kusoma mambo ya mwisho wa dunia, mambo yatatokea, anza kusoma kitabu cha Daniel, uende Revelation, soma hizo vitabu. Hizi mambo ukitofautisha vizuri yatakuongoza. Kwa hivyo ikifika ni wakati kama ni wa maombi, wewe fungua Zaburi. Hata kama utafungua gesi kwa Zaburi yeyote, itakuelekesha katika maombi. Ega ndokeri Basweti na bwatiri kuru asore inga kero bwate kirenga kyo kusaba no twale kirenga kiria kyo gusoma Biblia watebiri gore ya prophecy igoro yo gusaba kirege ndokeri taito saba kuru ase Nyasaye igemine to nyarero gintagite manye prophecy osera rero gintagite Nyasaye abere gintagite ndokete kuru ase Nyasaye igetabu ngirengo nyara kyo gusoma ikinga ni irimanye. Asante sana. Kaito no mwanchito murigeria onyoreri chibiri kyara. Nonye to koboria mwanchito murigeria konyorangara bange batamanyiti. Korento kwirana say Pastor Moses, what does the Bible say about anxiety, stress and fear? Anxiety, stress and fear. Okay. Anxiety, jambo la kwanza, anxiety ni kama mtu anajisumbua na mambo mengi. Unaona? In the book of Philippians chapter 4 verses 6 and 7, the Bible says, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition let your request be known unto God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo anasema usijisumbue na jambo lolote. Unajua mtu akiwa yuko anxious, anafikiria hii, yani ako na wasiwasi tu mwingi. Kwa hivyo Paulo anasema kwamba usijisumbue na jambo lolote, utulie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulia katika maombi. Sema bali katika kila jambo kwa kuomba na kusali pamoja na kushukuru, haja zako zijulikane na Mungu. Kwa hivyo
watu kwa hii maisha wanajisumbua na mambo mengi, wako anxious, lakini Biblia inatukumbusha ya kwamba kitu yenye nafasi hiyo ya badala ya kujisumbua tunafaa tuombe. Sababu tunapojisumbua na mambo mengi hatutatatua kitu yoyote. Yesu alisema ni nani katika hali ya kujisumbua atabadilisha hata maisha yake ama siku yake. Akasema live one day at a time. Si Yesu alisema hivyo? Akisema ukiomba mseme give us this day our daily bread. Lakini kuna watu wengine wanaomba mkate ya kila wiki, ya wiki mzima. Yesu alisema tupatie mkate wetu wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Live one day at a time. Kuna mtu akiwa anxious atakuwa tamaa. Badala ya kuomba mkate, ataomba Mungu ampatie hiyo bekari mzima. Hiyo hapo ni tamaa na ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. So live one day at a time. Wana Israeli siku moja Musa aliwaambia kila siku asubuhi mnaamuka mkiokota mana. So kuna wengine wakakuwa na tamaa wakaokota ya siku 2. Biblia inasema wakapata imeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatufunza tuishi kwa mpango yake bila wasiwasi. So anxiety and then fear. Woga. Woga, Biblia katika Zaburi, katika Isaya 43, Mungu anatuambia kwamba usiogope, maana niko pamoja na wewe. Upitapo kwenye maji mengi, niko na wewe. Upitapo kwenye moto, niko na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia ukisoma in the original version ya King James, ndio Biblia ya kwanza, the first manuscript, hiyo jina fear not inapia mara 300. Fear not, for I am with you. Fear not. It appears 365 times Kwa Biblia. in the Bible. Unaona? Kumaanisha kila siku Mungu anakuambia usiogope. Usiogope. Unaona? Kwa hivyo uoga ni dhambi. Biblia inasema hata waoga hawataingia mbinguni. Uoga ni dhambi. Na kinyume ya uoga ni imani. Unaona, mahali ambapo kuko na uoga hakuna imani, ni imani imekosekana. Hata Yesu alikuwa anaambia mbona mliogopa? Imani yenu iko wapi? Kwa hivyo mahali ambapo kuko na uoga hakuna imani. Alafu jambo gani lingine umeuliza? Anxiety, fear and stress. Stress ni mawazo. Na mtu akiwa na mawazo amekosa amani. Si ni ukweli? Ni ukweli. Siri ya kupata amani ni kuomba. Unaona? Tunapoomba Mungu anatubariki na amani yake. Na Yesu kabla hajatuacha aliambia wanafunzi wake, amani yangu nimewaachia, si kama ipeanavyo ulimwenguni, bali amani ya moyo na nafsi zenu. Unaona? Kwa hivyo Yesu alituachia amani. Watu wanaishi na stress sababu hawamjui Yesu. Ukimjua Yesu, yeye ni mfalme wa amani, atakubariki na amani yake. Amen. Yeah. Na labda tukirudi kwa Basweti, naraiga Pastor Eldon Baba akuboria ninga ninki uchagia korekana ekero montasiri obuguma bwayo. What happens after death? After death, kama vile tulisema ya kwamba njia ni mbili. Mathayo 6 inasema ya kwamba njia ya kwanza ni ya kwenda uzima, na njia ya pili ni kwenda upotefu, mahali pa moto. Kwa hivyo kila mtu lazima akapate kuchua there is life after death, whether you like it or not. Uwe mtakatifu ama mwenye dhambi, kuna maisha tena. Lakini tofauti kubwa hapa ni ile ya kwamba mtu akikufa, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Revelation, kisoma Revelation inasema ya kwamba amebarikiwa mtu ambaye avae kutoka kwa sasa, akiwa ametengeneza njia yake, maana after that it is judgment, kuna hukumu. Kwa hivyo mtu akikufa, kama ni Mkristo,
Biblia inasema ya kwamba roho yake anapumzika inaenda paradiso. I am against, and I can say that with confidence. Kitu inaitwa purgatory, it is not in the Bible. Ya kwamba mtu akikufa anaenda purgatory, tunaendelea kumuombea aendelee kubadilika aende mbinguni. Tusitanganye wanadamu. Ukiwa why God has given us grace. And this grace that we have been given ni ita utubu dhambi wakati utakufa maisha yako yaende kwa Kristo Yesu. Ama ukikufa uende jehanamu, mahali ambapo ni moto umeandaliwa shetani na mashabiki wake. Yaani nikisema hivyo mimi nimemaliza, kwa sababu ujue ya kwamba tukimaliza hapa, unajua kuna mwingine atauliza pia kutakuwa na judgment. Judgment iko, hukumu iko, kwa sababu Biblia inasema wakati atajitokeza. Ukisoma 1 Thessalonians chapter 4, 2 Thessalonians chapter 4 ya kwamba atakapokuja tarumbeta italia, na wote walio chini watafufuka. Wale ambao wamekufa watatutangulia kufufuka wote. Kila mtu atafufuka na kila mmoja ataenda katika hukumu, isipokuwa Wakristo wale ambao wamenyakuliwa. Biblia inasema ya kwamba we shall judge the world, the nations. Sisi tutahukumu pamoja na Kristo, maana sisi haki yetu ama judgment yetu ni kupewa vipawa, kwa sababu Biblia inasema uwezi pewa kipawa kama yangu. Ile yaani sawati tutapewa na Mungu, the crown. Asiwezi fanana, kwa sababu kama ya wahubiri Daniel 12 inasema itakuwa inang'aa kama dhahabu. Mzuri sana. Hii kazi yetu ni mzuri. Hatutashindwa. Hapa duniani unaweza kuwa mhubiri pastor, unazumbuka unasema maisha yangu yatakuwa aje. Ujue ya kwamba nitawapo unaendelea kujiwekea. Tukifufuka tena kuna mamlaka tutapewa, baraka, kuna miaka tutakuwa tukienjoy, wengine wakiteseka. Haleluya. Tuishi kwa Bwana tu. Indochi Peterson machukako boli. Igokero muntu nachagenda iguru. Ya. Kera muntu tari kogenda iguru. Agakogenda iguru mbali boka bamonyorere Kristo Yesu bamwanjeire buna mokozi wa maisha yao. Ukimpokea Kristo Yesu, utembee kwa utakatifu. Utembee kwa neema. Umfuate Kristo, kwa sababu upepe mzigo wako, ndio utaenda mbinguni. Ujue ya kwamba ukifanya dhambi, Biblia inasema katika kitabu cha Revelation yango somera chinga kintakete nami nyoka bwango Revelation 21 peke yake. We need to go to heaven. Tunataka tuende mbinguni wote. Inasema now I saw the new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Then I, John, huyo ni John sasa wa Biblia, si mimi, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and they will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be with their God. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, no crying. There shall be no more pain, for the former things are passed away. Now sikia hapa. Then he who sat on the throne said, behold, I make all things new. And he said to me, light, for these words are true and faithful. Akasema hivi sasa, mwenye huyo anasema ya kwamba utakapoangalia hapo hakutakuwa na mwenye dhambi awe muoga. Hiyo uoga ambao pastor amesema, uoga hawataingia ufalme wa mbinguni. Na maumbwa, unajua maumbwa ni washerati. Usherati, ukiitwa umbwa wewe ni msherati. So kuna binadamu ambaye ni umbwa? Ni umbwa kwa sababu ni washerati. Usherati ni mfano wa spirit ya umbwa. Umbwa ni etabiembe. Ralia maroki ya nani. So wenye dhambi hawataingia mbinguni. Tuko na njia mbili, ni either uchague moja. Sio ile ya president wetu Ruto 3. Si njia za Mungu ni mbili. Either uende jehanamu ama mbinguni. Ni wewe make decision yako vizuri. Chaguo ni lako. Maamuzi yako ndio matokeo ya kesho. Amen. Ndoche mofatika usinara uteba. Please tell us what it means to be born again. Basi ni kama sasa amewachanganya na kila mtu anataka kwenda mbinguni. Amen. Kwa sababu inamaanisha nini kuzaliwa tena? Kuzaliwa tena. Born again. Kwanza kabisa
Yesu ndo alikuja na hayo maneno. Akinena na Nikodemo. Na Nikodemo alikuwa ni mkuu wa sheria wa Wayahudi. Alikuwa ni mwalimu, unaona, wa neno. Lakini Yesu akamwambia, unless you are born again, you will not enter the kingdom of God. Akashtuka sana, mimi ni mwalimu wa neno na unaniambia sitaingia kwa ufalme wa Mungu, lazima nizaliwe tena. Akamuuliza swali, mimi na hii mwili yangu nitaingiaje tena kwa tumbo ya mama yangu nizaliwe tena? Yesu akamjibu ya kwamba lazima uzaliwe kwa roho na damu. Asifiwe Yesu. Amen. Kuzaliwa tena ni kumaanisha, jambo la kwanza, hiyo kuzaliwa tena ni kupitia imani. Kuzaliwa kwa familia ya Mungu, born into the family of God. Unaona? Kuzaliwa tena ni kiumbe ambayo ni kipya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Paulo anatuambia katika Wakorintho ya kwamba anayempokea Kristo ni kiumbe kipya, tazama ya kale yamepita, mapya yameanza. Kwa hivyo kuzaliwa tena ni kama kuacha maisha yako ya kale kufuata sasa maisha ya Yesu. Unaona? Kufuata maisha yako ya upotovu kufuata sasa maisha ya yule ambaye amekombolewa, mtu mpya, mtu mwenye anaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu bila huyu Roho Mtakatifu huwezi okoka. Babu Roho Mtakatifu ndio ananena na wewe, anakushawishi kwamba wewe ni mwenye dhambi. Na wewe unavunjika, unakubali hakika mimi ni mwenye dhambi, nahitaji ewe Yesu unikomboe. Kwa hivyo wakati unafikia kiwango hiyo ya kukiri dhambi zako, ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, nahitaji msamaha wa Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, hapo sasa ndio unazaliwa mara ya pili. Unaona? Yeah. Amen. Na kuna mwingine anauliza, Everin anauliza kama does God answer every prayer? Je, Mungu ujibu maombi yote? Majibu hapo ni matatu. Ndiyo, la, na pia wait. Umesema? Ndiyo, la, na pia usubiri, na pia Mungu anaweza amua anyamaze. Unaona? Kuna maombi mengine Mungu ajibu. Unaona? Labda ukituambia ni kwa nini ajibu? Kwanza kabisa Biblia inasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele kwa Mungu. Mungu akiona unampigia kelele ananyamaza tu. Kama mfano kuna mwanamke mmoja Mkanani alikuja kwa Yesu akisema, Yesu mwana wa Daudi, saidia mtoto wangu, binti wangu ni mgonjwa sana, amepagawa. Biblia inasema Jesus answered him no word. Hakumjibu chochote. Na wakati Yesu hakumjibu, wanafunzi wake wakateka advantage, wakamwambia umfukuze, anatupigia kelele. Unaona? Hao ni watu wako wamemtambua Kristo, alikuwa ni wa mataifa. Lakini huyu mwanamke akaja mbele ya Yesu akamsujudia. Unajua ukisujudia Yesu unamwambia kwamba wewe ni Bwana. Hakuna Mungu mwingine. Wakati alimsujudia na akamwambia Yesu, tafadhali ni rehemu, Yesu ndio akasasa mjibu, akamwambia si vyema kuchukua chakula ya watoto nirushie umbwa. Lakini mwanamke sababu amemwabudu Yesu, Yesu akampa imani, akamjibu ya kwamba hata pia umbwa wanalishwa na kuishi kupitia makombo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia kwa sababu umejibu vizuri na binti yako amepona. Unaona? Kwa hivyo mahali ambapo kuko na dhambi Yesu hawezi ongea, atanyamaza tu. Lakini wakati mtu ametubu na kumlilia Yesu, sasa maombi yake ni manukato mbele ya Mungu, Mungu anajibu. Alafu Mungu ndio anajibu maombi, na anapojibu pia anajibu kwa wakati.
Mungu si ati utaomba tu na kujibu sawa chukua, anajibu kwa wakati. Kama mtoto akiomba sasa, Mungu nisaidie nikuwe pilot, nako na miaka 5, tuseme kama hao mapacha wangu wako na miaka 5. Mmoja anasema mimi ni engineer, mwingine anasema mimi ni pilot. Labda Mungu amewajibu, lakini mpaka wafike miaka fulani, wakati wao ukifika, wasome, wafike university, wahitimu, sasa ndio wakuwe mapilot. Kwa hivyo Mungu jibu kwa wakati. Aliambia Sarai, Abraham, in fact aliongea na Abraham akamwambia wakati kama huu mwaka ujao mke wako Sarai atakuwa akinyonyesha. God answers at the appointed time. Unaona, ndio Mungu anajibu, lakini kwa wakati wake. Ndio tunasemanga Mungu atujibu sawa sawa na mapenzi yake. Mapenzi yake inaingiana pia na wakati wake. Na pia saa nyingine Mungu anaweza kukosa kujibu, anaweza kukaa kimya. Tulianza kusema anaweza kukaa kimya, na saa nyingine anaweza kosa kujibu sababu anaona maombi yenye unaitisha, kitu yenye unaitisha sio nzuri na wewe. Kama wanafunzi wa Yesu wawili walikuja na mama yao kwa Yesu. Mama yao akasema, Bwana, niko na kitu moja nina request. Kwa ufalme wako nataka Yohana akae upande moja na James upande ingine. Yesu akamza, kitu unauliza ni ngumu. Yesu akamwambia, kitu yenye unauliza ni ngumu, hiyo sitakujibu. Asifiwe Yesu. Amen. Kwa hivyo kuna maombi mengine Mungu hawezi jibu sababu mtu ajui ni kitu gani anaitisha. Yesu in fact aliuliza, you don't know what you are asking. Unajua saa nyingine sisi wa Kristo hatujui ni kitu gani tunaongea. So kwa sababu tunasema hiyo pati ya maombi ni kama mimi Diana naomba leo. Kuna kitu nataka Mungu anifanyie lakini sijui ni kitu gani. Na nitakuwa nasema Mungu ajijibu maombi yangu na kumbe mimi si ndio siku isema. Unaomba vibaya. Biblia inasema wengine hatupati kwa sababu tunaomba vibaya kwa tamaa zetu. Unaona kama huyo mama ya Yohana alikuwa na tamaa. Yaani watoto wake waonekane kwenye kiti cha enzi, Yesu akiwa hapa, Yohana yuko hapa, ati deputy mwingine pia. Unaona? Sasa maombi kama hiyo saa nyingine Mungu haezi jibu. Na saa nyingine Mungu anakuambia usubiri. Na kuna ile wanasema you must command the prayers when you are praying. Yesu alisema unene na mlima utasonga. Unaona? Okay, kumaanisha Yesu alikuanga anatuambia ya kwamba shida zako, unene na shida zako. Unaona? Na hizo machallenges zako ukinena nazo Mungu pia ataiondoa. Haimaanishi ataiondoa saa hiyo hiyo. Unaona? Lakini ukizidi katika maombi, unajua mtumishi wa Mungu nilisikia akihubiri akisema ya kwamba Danieli aliomba na Mungu alikuwa amejibu maombi yake, lakini kuna malaika wa giza wa anga walikuwa wame block majibu yake. Unaona, Mungu akaambia Danieli ya kwamba maombi yako nilijibu siku 21 ilipita. Unaona? So katika tunapoomba ujue kuko na forces of evil zinatufight. Kwa hivyo Yesu anatuambia we persist in prayer. Kama yule mwanamke alikuwa anaenda mbele ya jaji akisema nipe haki yangu, nipe haki yangu. Ule jaji akakuwa na roho ngumu, lakini mara mwisho akasema hata kama siogopi Mungu na mwanadamu, sababu mwanamke ananisumbua, acha nimpatie haki yake. Asante sana. Na nikirudi kwa Basweti na naona ndilo swali la mwisho. Basweti bako boliga ngakibikwanira igoro yo bwamate nenyuomo. Relationship. I think kama vile tulisema on Sunday ya kwamba marriage is a covenant. Ni agano na ni agano la milele. Na nashukuru kwamba kila mtu unaendelea kuelewa kwamba wawili watakuwa kitu kimoja. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba hiyo ni Ecclesiastes. Mhubiri anasema wawili ni vema kwa sababu mmoja akianguka mwingine atamsaidia. So
hii relationship in marriage kuna vitu ambazo nitazungumzia situsaidie. Number 1, kama vile tulisema, in marriage kitu ya kwanza kabisa ni ile ya kwamba we have to follow the Bible or the Bible based command or regulations, instructions that we have been given. Kwamba Biblia inasema ukitaka kuishi tu muishi kwa amani na upendo. Biblia inasema mwanamke na akapate kumheshimu, he must be submissive kwa mume wake. To be submissive ni kumtii regardless of what you do. Your profession does not matter. Uko ukiwa kazini, wewe ni boss, wewe ni afisa. Ukienda kwa nyumba, wewe ni mke wa mwenyewe. Lazima uwe submissive. Submissive ni kumheshimu mume wako. Ukitaka tu, kwa sababu wanaume hawataki kitu kingine. Mwanaume anataka kuonwa heshima na to be praised, kutukuzwa. Mwanaume ni kama Mungu. Mungu ukimtukuza anashuka. Na mume wako pia wakati anamwambia you are the best husband I have in my life, huyo mwanaume atatafuta sana ili akulize. Enda umwambie wewe ni bure, wewe hata utoshi, eti wanaume wengine wanafanya. Na comparison is the kitu ambayo inaitwa the worst thing you can do in marriage ukitaka kuipomoa. Kwa hivyo lazima mwanamke awe submissive. Number 2, men are commanded by Ephesians chapter 5, hiyo ndio niko hapo, ya kwamba men should love their wives. Lazima kama vile Kristo anaipenda kanisa, kwa sababu sisi ni wake wa Kristo. Na mume ameamliwa command. Imagine hatuna upendo sisi. Lakini we are commanded. Tumeamliwa. Mtu kukupenda si mchezo. Wacha hiyo, unasikia mtu msichana anaambia kijana eti nakupenda. Hiyo ni uongo. Wasichana wapende wanaume. Sisi ndio tumekomandiwa tukapende. Umesikia hiyo tayari? Unanichanganya. Nimekuchanganya. Unanichanganya kabisa. Sema. Sisi hatupendi wanaume. Hamtupendi nyinyi? Wanaume na wanatupenda. Nyinyi mnapenda kitu mumeona. Hata Joshua amekataa. Amekataa kabisa. Unapenda ukiona niko na pesa na gari, unapenda vitu, sio mimi. Lakini sisi tukipenda tumependa, ndio maana natoa mtu mahali kwao, simjui, anakuja kuishi kwangu na anamiliki vitu zangu zote, mali yangu, anachukua yote mpaka anasema ni yake. So men are commanded to love. Lazima kama mwanaume upende mke wako. Number 1, to love you must cherish your wife. Number 2, you must protect your wife. Lazima ukamlinde, wewe ndiye security. Ndio maana wakati mwanamke ako kwa nyumba ama mwanamke anasaongozwa na kijana yake kuagiza, takiwa mbele, hawezi tangulia, anamwambia tangulia. Kwa nini? Is a leader, a man is a leader, a man is power. So we must protect them. And number 3, we must provide. Wakati ambapo inafika katika familia kwa wanaume, Biblia inasema ya kwamba tulilaaniwa wakati tulikosea katika shamba la Edeni. Biblia inasema ya kwamba wakati Mungu alikuwa anakuja kushiriki, akapea Adam masharti, kwa sababu Hawa hakuwa amemtengeneza. Yeye ndiye alipewa instructions ya shamba ya kwamba mule matunda yote, mule yote, lakini mti wa kujua mema na mabaya muachane nayo. Wakati ambapo ameumbiwa mwanamke, kwa sababu alikuwa lonely, akawa kuna wakati nimesema ya kwamba akawa too busy na minyama, kwa sababu alikuwa amezoea minyama, akasahau bibi. Ndio mwanamke akaenda kuongea na nyoka, kwa sababu mwanamke akisikia sauti mahali anapendezwa, anaambiwa mambo mazuri, anapewa time ya kuongea, hapo ndipo ataongea. Ndio maana Mosene, ukipata wanawake wa Mosene wanaenda nyumba moja mahali ambapo wanaenda kufanya Mosene. Lakini mwanamke yewe Koshwa leo utuingilie. Hapana, tuko sawa. Ukipata umepea mwanamke time akuongeleshe kwa nyumba, muongee mpaka aridhike, hautamuona kwa Mosene. Kwa hivyo wakati ambapo kumeharibika hivyo, Biblia inasema ya kwamba Mungu akaraani Adam, akamwambia kwa jasho utaliza jamii yako. Mwanamke yeye kitu alilaaniwa kwa kuzaa, lazima utasikia pains. Utalia ndio maana hata ukikuja tukuombea wakati unaenda kuzaa, useme pastor niombee nisikie kauchungu. Hiyo tunachitanganya, mlilaaniwa na Mungu hatuwezi badilisha mambo yake. Kwa hivyo a man must provide. Na another thing ya mwisho ningesema ni communication in the family, na pastor alikuwa amesema we must have communication and dialogue in the family every time. Proper communication. Proper communication. Kuongea
kupeana time, give your wife respect of course, umupee heshima zake, upe mume wake heshima zake, muheshimiane na muombeane na communication katika familia. Kama kuna jambo limetendeka mbaya, ongea, kaa chini, waja kuenda kuuliza kwingine. Najua kuna unapata ya kwamba wacha niseme kwa wanawake, akisikia kitu kwake anaenda kueleza mke mwingine, anatani yeye ni malaika. Kila ndoa, kila nyumba aba kusiba gatebange bisuri ebi bibwata mange wakanga ya ona alama nene wakwenda muonde okwereza baka kwa kuminga gochitigangira na soyone igombu yule ndo mugako una ndole ndo monginogo odetakari okalemuya biyamono. Asante sana ngagetera go komenta kwa sali tigera. Basi Moses, labda neno moja unaweza ambia mtazamaji siku ya leo? Mtazamaji, jambo la kwanza nasema asante kwa kuchukua wakati wako na kutusikiliza. Zaidi ya yote nadhani umekuwa ukisikia mausia kutoka kwa Mungu kupitia sisi watumishi wake, na kutia tu moyo ukazidi kumshikilia sana huyu Yesu Kristo, usimwachilie, tembea naye usiku na mchana. Zaidi ya yote hata uweze kumshikilia Yesu, yeye ndio anakushikilia, mkono wake ndio wa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ukizidi kumtegemea huyu Kristo atakushikilia, atakuwa nawe usiku na mchana, usimwache kamwe. Maisha bila Kristo sio maisha. Sure. Ni kitu ingine tu ya ajabu. Sijui hata nitaitaje. Hakuna maisha, in short. Hakuna maisha. Life without Christ is not life. It is just something else. Asante sana. Yeah. Basweti. Asante. Jambo ningesema la mwisho ni ile ya kwamba kwa mtazamaji ambao unatutazama, mimi ningesema ni vizuri sana ukampokea Kristo Yesu kama hujampokea. Kwa sababu kuna mambo mtu anajiuliza, ndio nimeokoka nikaanguka. Mungu ni wa rehema, anasamehe. Usione kwamba dhambi zako ni kubwa sana kuliko neema ya Bwana ama huruma za Bwana. Hakuna dhambi ambayo Mungu asamehe ila tu kufukuru Roho Mtakatifu, to blaspheme the Holy Spirit. So tuende kwa Bwana upate wokovu kama hujaokoka na umetutazama. Kuokoka ni simple, ni kumkiri Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha. It is to declare and confess Jesus is Lord. Yaani kusema Yesu ni Bwana, hivyo umeokoka. Hata uhitaji mambo mengi. Enda kanisani, usiangalie watu ukienda kanisani. Eti fulani anaenda, fulani anaenda. Enda mtafute Kristo Yesu. Enda ukatubu dhambi zako. Enda uombe. Waja kusema pastor wangu ni mbaya. Hakuna aliye mwema. Zote tuko kwa neema, tunatumika kwa neema. Ama enda kanisa ambao utafiri comfortable, umtumikie Bwana. Kristo Yesu yuaja na maisha yetu yanahitajika tuongozwe na Bwana na tuenende katika mienendo ya Kikristo. Asante, Bwana atubariki. Amen. Pastor Moses, najua kutoka hapa uende ukaambiwa kusalimiana familia yako. Labda ukaweza kuwasalimia. Asante. Ningependa kuchukua nafasi hii nisalimie jamii yangu walioko maeneo ya Thika. Popote mlipo, najua bado mnajiandaa mkimbie church. Mungu awatie nguvu, mfike kanisani salama. Mpokee neno. Na pia mkazidi kutembea na Bwana Yesu usiku na mchana. Na marafiki zangu wote waliopo karibu na mbali, neema ya Mungu ikawatoshe. Zaidi ya yote, watazamaji wangu, wacha Yesu akazidi kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Amen. Amen. Basweti tenda kuiba. Asante. Wacha nisalimie wasikilizaji, nikisalimia familia ya mheshimiwa ama Apostle Joash. Unajua tumemsoea kama pastor, ni Apostle Joash Ombati na familia yake. Mama najua anatutazama, pia mke wangu ninamsalimia aliko, watoto wangu wengi, niko na watoto wangu wa my sister wengi huko nyumbani, wengine wako ng'ambo ile nyingine. Nawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Bila kusahau kuna daktari ambaye ninampenda sana, ako Tipsy, Dr. Gideon, ambaye anatutazama na anashare hizi video sana. Mungu akubariki. Wakiwa na Lazarus wana watch, waliniambia niwasalimie ndugu yangu Job, watu wote wa Ogomoenka,
ni welfare, nimewasalimia katika jina la Yesu Kristo, na watu wa nyumbani, mama yangu, ndugu zangu wakiwa pande zote. Pia bila kusahau our Reverend pastor wangu ambaye tunafanya kazi naye ama tunashiriki pamoja, my Reverend Stephen Mbogo ukiwa Full Gospel Churches huko 87, na mama yetu Pastor Malia. Mungu awabariki sana. Neema ya Bwana itutoshe kwa kila jambo. Sifa na utukufu ni kwa Bwana. Bila kumsahau Diana, nawe nimekusalimia. Asante sana. Nilikuwa ni complain kwa sababu hakuna mtu ametaja jina langu. Pastor Moses hakusema, wewe ungesema. Lakini asante sana. Tukutane tena next time, next week. Kwa ndo mwanchito murigeria na itiganda kwa chinga kyo ratigere tia material kwa nyari ko gusaba tokwire na boigo ninyaki gusoma uchumbe Chelsea na ndingiche no moteri ukuri kwa Diana Blessed boigo tugende gusanga na igo nga material ubwate mambia bono yatumigaiga yetunya tugusange na metu studio ngire 07886663 07 na tirineri namba yo moerekire ntoko koraga igali tukuri rero no kenyora so mtandao YouTube unen soko